Get the Point Media. Get the point. Take a step forward, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. 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 Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Greetings, good morning, good afternoon, good evening, depending on what time or whatever hemisphere you're watching us from. This is Eastern Hemisphere. We're coming live from Kenya, Get the Point Media Studios. And before we get into our discussion tonight, I'll take this time to apologize on behalf of all the team for Get the Point Media for having come late an hour after we wanted to come. The poster was saying that we were to start by 8 p.m., but due to unavoidable circumstances that have made us to start 1 hour late, and for that, get our apologies. Thank you for joining in. And this evening, as we said, we are hosting NITAUIMBA WIMBO HITMAKER in the house. And guess who is that? That is none other than Samson Maombi, who is in our studios. In a short time that we went to have him here, we went to talk a little bit about his music and the far that he has come. Welcome, Maombi Samson. How are you? I'm good. And how are you? Also good. How was your day? My day was good, I thank God. We were to start by 8. Yeah. But now we are late by 1 hour. And I want to believe that it has not come from your side, but from the technical side. Thank you for coming in. And people will really love to listen to you. Thank you. How the journey has been, the music, who is Samson Maombi outside music industry, the far that he's traveling, and now that you are an international singer. Do you know that you've gone international? I thank God. Yeah, you've gone international. People are coming in. Now, looking at that camera, I want you to greet the brethren following you on and welcome them to today's discussion. Thank you, friend. And may I take this chance to welcome you all whenever you're watching us from. You're welcome. We'll be having a music today and interview about all these our brother had talked about, and I believe that you will be blessed. May God bless us all. Yeah, so as you've heard and seen him, he is known as Samson Maombi. Samson, how are you? I'm good. If I can ask you maybe the first question that we want to have tonight, what first drew you into coming to country music? Yani, ni nini kile ambacho kilikusukuma wewe kufanya mambo ya country music? Okay, nimekuwa mpenzi mzuri wa kusikiza nyimbo za gospel country music kutoka sehemu mbalimbali, sehemu za nje ya nchi. Nimekuwa mpenzi sana wa kusikiliza watu kadha ambao nimekuwa nikisikiliza sana, hasa waimbaji kutoka ng'ambo wameweza kunijenga sana katika sehemu ya gospel country music. It's reached a moment ambao niliona labda nikajaribu na mimi inaweza kuwa nikapata nafasi pia ya kuwa mwimbaji wa gospel country music. Lakini hapo nyuma pia nimekuwa nikijaribu sana kujifunza nyimbo za Kikristo ama hymnal songs ambazo pia zimeweza kunijenga sana na kunileta karibu zaidi na katika uimbaji wa gospel country music. Yeah. Kwa hivyo
njia moja tu ambayo imekusukuma katika kuingia katika mambo ya country music, na pengine kwa zile kwaya ambayo umeona wakichapa country music na baadhi ya vikundi vile ambavyo vinaimba nyimbo za country music, nimesikia ukitajia the Gaitha music, nimesikia ukiwataja Guy Penrod, na kwao sasa umejifunza mambo ya country music, na unapotizamia kwenda mbele jaribu kuleta country music kwa njia ya in a unique way, aswa katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki kwa lugha ya Swahili, na ningependa tu kwa dakika moja ama mbili you take us through the songwriting process that you take. How long do you take to maybe to come up with a song, and just general songwriting process inakukalia vipi? Okay. Kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hiyo ambayo ameweza kunipa. Haikuangi kazi rahisi vile, kwa sababu unahitaji maneno yatakayo wajenga wale wasikilizaji, na mara nyingi huwa napenda kusema kwamba inakuanga vizuri iwapo maneno yale kwanza ninaoenda kuweka kwa wimbo yananijenga mimi. Kwa hivyo ikiwa yananijenga mimi, basi yule pale anaenda kusikiliza wa wimbo na yeye pia yatamjenga. Hasa katika hali halisi ya maisha tunayoishi, ama hali watu wengi wameweza kuingia katika changamoto za hapa na pale. Kwa hivyo inakuwa rahisi pia uweze kutoa wimbo katika maisha tunayoishi, ili huo wimbo unaweza leta matumaini kwa wengine na kujenga sehemu nyingine katika jamii. Kwa njia hiyo ambayo inazidi kueleweka, mpendwa ambao unatufuatilia kwa karibu na mbali, leo tunaye Maombi Samson ndani ya nyumba, ambaye anazidi kutiririka na kufunguka na kutuambia safari yake ya nyimbo, jinsi amekuwa akiimba, ameweza kuguswa na waimbaji kina nani, na anavyozidi kuteremka kutuletea habari hiyo. Pengine Samson, swali lingine ambalo litatokana na your songwriting process, nyimbo zile ambazo zinawafikia wengi na kuweza kuwabariki hapa katika performance, wengi sana katika wimbo huu ambao umeimba, ambao umeenda international, Nitauimba wimbo. Many are saying that you have a good voice and it is really blessing them. To you as a singer and someone who's coming in country music, can you describe your voice and how you're using it in this country music genre? Wajua ni vigumu sana yule anayeimba aweze kujua kwamba sauti yake ni nzuri, ama sauti yake inavutia, ama ni tamu. Ila mara nyingi sana hili hutokea wakati wasikilizaji wenyewe ulisungumzia hili. Kwa hivyo unapokuwa nalisungumzia hili, basi na wewe unapata kufahamu kwamba bila shaka sauti yako inaweza ikawa nzuri na inavutia. Kwa hivyo katika hilo linapotokea namna hilo, unafaa kumshukuru Mungu na kumtukuza. Kwa hivyo katika sauti kuwa nzuri inahitaji kwanza sana uweze kujikabidhi kwa Mungu, ili sauti ile inapotoka wengi waweze kuipokea kama sauti hivyo unavyozungumza. Pili, you need also to commit so much to your work, ile kazi unayoifanya. Wakati mwingine unapata kuwa unaimba unajisikiliza, you record yourself. Hata kama uko na simu ndogo, you record yourself, so that unapokuwa unajirecord yourself unaimba kitu kilicho, ama unaimba lot of discords. Kwa hivyo unapokuwa unajirekodi mara kwa mara, unaona okay, sijaimba vizuri, hapa ndipo nafaa kurekebisha. Kwa hivyo it takes time. Wakati mwingine inaweza kuchukua muda mrefu tu kurekebisha wimbo. Ndio umecompose wimbo ama umeandika wimbo, lakini sasa kuleta wimbo katika line yake lazima ichukue muda, ili ujue kwamba hapa nitaenda chini, hapa nitaenda hivi, ama nitaenda hivi. Kwa hivyo unapokuwa unajirekodi, unajaribu kufanya mara kwa mara, unaweza imba leo,
usikilize wimbo ufikiri kwamba umekuwa sawa. Lakini kesho utakapokuwa umerudia ule wimbo kabla uende kurekodi, kuna sehemu kadha wa kadha utaelewa kwamba unafaa kurekebisha. Kwa hivyo unapokuwa unafanya practice pale, unajirekodi pale, unachisikiliza kwanza. Kitu cha maana ni kwamba unapokuwa unachisikiliza wewe, ile sauti inakupendeza. Yale maneno yanakuguza. Yale maneno nayo unaenda kuambia watu, yanakupa tumaini kwanza wewe. Yanakusogeza karibu na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo yanapokuwa yanakufanya hivyo, kwa sababu kwanza ule wimbo lazima ukuhubiri wewe, ndipo uweze kumhubiri na mwingine. Kwa hivyo unapokuwa unafanya hivyo, kwa hivyo unapokuwa umeutoa nje ili wengine waweze kusikiliza, ina maana kwamba tayari wewe ulikwisha kukuhubiri wewe, na tayari wewe umeshabarikiwa na huo wimbo. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana na wengine pale nje waweze kubarikiwa. Kwa huo mstari wa kusema kwamba huo wimbo unawapa matumaini wale ambao wanatiwa, kwa dakika moja tu nipende tu kukuomba kwamba uweze kutuimbia huo wimbo kwa muda dakika moja. Wimbo upi? Nitauimba wimbo. Nitauimba wimbo, wimbo lio wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. That is part of Or is coming back for his child like you and me. Okay, the iconic Kenyan spirit that's with and to the pit still of despondency. And maybe as we move on with this conversation tonight, how has social media impacted your music career, even as you continue singing the country music songs? Okay, I thank God for this social media, because through this social media, yes, it also has helped me so much. It has taken me far. People from different parts of the world, they can sing this song, and it is just through this social media. So I believe that ujumbe unawapata wengi through this social media, and it has really bring a positive impact into this my music. It's true, because many people who maybe who are not be able to see you, maybe in a while, in a lifetime, have been able to share your music through the world, through social media. Sure. And by that, it has impacted you in a positive way. And many people are able to do the TikTok challenges. Sure. People are able to check your songs on YouTube. Others are asking if you uploaded your songs on Spotify. Others are asking if you have your songs uploaded on Apple Music. And many more other platforms. Sure. Now, on the same social media is impact on your music. Can you tell those watching you where they can get your songs? Okay. Thank you so much, friends who are following me, who are watching me and subscribing, who are sharing my music and also give likes and comments. May God bless you so much. You can get me through YouTube channel, Maombi Samson, TikTok ni Maombi Samson, Facebook ni Maombi Samson. And I believe that although I've not been so much active through these platforms, but I believe that I'm going to be so much active and help my friends. Some of them that are asking a lot of questions. Who is this Maombi?
and can we talk with him? And I believe that I'm going to answer some of the questions through this TikTok and also YouTube channel, so that we can reach each other and help each other where possible we can. Yeah, so those following along, if you've not subscribed to the YouTube channel for Maombi Samson, you go there and search for the name Maombi Samson, and you see his official video. And so far, I was checking around, you have around 15,000 subscribers. Yeah. And I've not checked much of your Facebook account, but I've watched about your TikTok account. Can you tell them that you are also in TikTok? Yeah. Using the same channel name. So when you go to TikTok, still you get him as Maombi Samson, and those following along using this media platform. And talking about this upcoming, I'm seeing people saying that make sure that you upload your songs on Spotify. Make sure you upload your songs on these platforms. You know, there are platforms that much of musicians from, or many of musicians who come from this our country, Kenya, don't know them. Sure. I think, when first did you hear about Spotify? In fact, it has also been a problem to understand what they mean about it. And that's why I'm telling you that this platform has helped me so much. And there are many guys who are really advising me and about how should I go through this. And this one depicts the love of how these guys are really loving me. And they don't want me to lose anything through this music and also through this, what I'm doing. And for that, I'm very much humble. And I believe that I'm going to do everything to make sure that I'm not disappointing them. So this platform has really helped me to understand many things that sikuwa ninaelewa. And through that, I believe I've learned a lot. And when other music will come, now it will find me that I'm already somewhere. Yeah, It has been a problem that some of the guys also have chipped in and tried to do some copyrights of my song. And I'm very sorry for them, because that's not right. Whatever they're doing, that it's not right, because someone has struggled a lot. Maybe he has not been sleeping for a couple of days to make sure that he has done something good. So we believe that also God will forgive them, and also we are going to do some more arrange about this music, so that it can be the right thing and right channel to follow. You know, talking about the copyright issues, you know, you who's watching, it's very unfortunate that Maombi Samson goes to his home, wherever he is, trains the song, goes to the studio, he records, goes and does the video shooting, and someone comes and owns that song. So when you get, that's one of the challenges so far that I think he is undergoing, that some of you, even who could be watching, you've taken advantage of him, gone before him and uploaded songs without his consent in Spotify, in Amazon, even in YouTube. You know, I was surprised to see that even in YouTube, some people are claiming that to be a song. Yeah. And maybe in a few words, what can you tell them? Okay, I can just tell them that they stop, because whatever they're doing is not the right thing. And if they cannot stop, we will stop them. That's what I can say. And also, may God forgive them, because even in the Bible, you cannot go and earn or and reap where you never sow. You have to get what is yours, and that's what also I've been struggling for, to get what is mine without going any corner to get what is not mine. So I can tell them that, friends, those who have done that, may God forgive you. And I believe that also other good friends, they have been following and be so much concerned about it, because they have been calling me, Maombi, there is this thing, it's not going right. Can you do this and this? So they have been so much concerned about what is going on.
Even before I've realized already, they know. They just even do something so that I can see this is right. This is what people are doing. So I'm very much grateful for my friends who are really following, and so much who are caring about me and who are really concerned about my music. Yeah. Yeah, even as we continue on, before we move on to the next segment, you've done a Swahili song. Yes. Through it all. Yeah, through it all I've done it. I think after this one you'll be singing for us that song, even as we will be going to the climax of this conversation tonight. Now, so far, which is one of the memorable performances you've ever performed before? Just like when you started music, up to date. Ni gani ile ambao ukikumbuka unasema hii nayo is one of the memorable performances? Hii ni one of the places I sang that you keep recalling that it helped you, that you not forget up to now. Okay. I thank God because I have been performing the church functions, and to me, all of them they have been very good and blessings. Yeah, and I've done few in funerals, and I have not been doing any in government, maybe in government only any function from the government. But I believe God is going also to give me that chance. So to those functions that I've been performing, to me it has been a blessing because I've been blessing also others. So it has been good. I can say that any function that I've been given to perform this church function and also to funeral, it has been a remarkable function and remarkable day to me. Yeah. Talking about those memorable performances, and there's that one that you're aspiring to. There's one of that one in your dreams that God help me that in this my music journey, that someday I'll be able to sing in one of these platforms. Which one is that? Okay, I have been praying to my Lord that one day He allows me to sing and to become an international musician. Not only that I'll be singing in my area, in my Kuria land, not only that I'll be singing in Ikisi or in Kenya, but I've been praying to my Lord that He gave me this chance, or the chance that I should sing to the whole world, so that the whole world, they can hear the information, the message I have to them. It is a blessing message. So that is what is really disturbing my heart and my mind. And I believe that my Lord is faithful, and because He has already done several things that I've been praying for. And to this, I believe that also it is coming. However, it may be late, but I believe that Lord is going to do it. It cannot be late because God's timing is always the best. Yeah. Just like, did you ever think before that one day you are to become an international singer? But I've been praying for it. But I never knew when it will come. Yeah. So you've been, just like you never thought that one day you'll become this soon. Did it come soon or late? In fact, I can say that it has come very soon. Yeah. Because even when I released that song, to me, I thought that it's a very normal song. To me, because I took it just like any other piece of music. I never knew that people is going to bless people and touch their lives. So I mean that God also touches the song. And He blesses it by Himself, so that when it goes you want out, to tell us that to you it was a normal song? To me, I just took it as a normal song, because even when I released it, I think I was not even performing the song regularly. I could go to functions. I just failed to perform it. Yeah, because I never knew that it will be of importance to people just like that. Yeah.
just like that. I'll ask that you move your microphone back, just Okay. somewhere there, some distance. And are you surprised that that song that you thought maybe it's a normal song has gone viral and it's all over international? And as you continue praying for God to open ways for bigger platforms, how do you handle fame now? You know, a few months ago, you were not that popular as it is now. That you're popular, you know, you go into any town, people say, that is Maombi. I know him. Yeah. How do you handle popularity at the moment? I don't think that I've changed because I'm the same person who was yesterday. Off 180. I'm the same person because if I could only change if I could not understand who has called me to this mission. Because there is God who has called me to this mission and allows me to do this, I will just remain the way I am and the name of God will be glorified. Because once I start glorifying myself, then that means that it is not God who has given me this chance. But because it's God who has given me this chance, I will be continuing be going down so that God's name shall be glorified and exalted. That's amazing that you continue exalting God's. And we pray for you that you continue being the humble that we know. Amen. And many people want to be in touch to you. Now, those following along, we initially had a program that those joining were to have a one-on-one session with him. I don't know if they are still there, but because of time, and perhaps we'll take a few, maybe one, and just continuing. We're waiting for the song Through It All, so that we can have a listen to it. It's a Swahili song, and thousands of you, maybe the first time, have encountered Maombi Samson. We are hosting him here today in our studios, GetThePoint, and he's now presenting to us the second song of the 3 songs that he was to play tonight, the song Through It All. And we come back to the last segment and bid you goodbye. And wow, is it? Another singer sang and said, hey, it is so sweet to trust in Jesus. So those ones of you who've not heard about that song in peace, perhaps this is the first time. When should they expect more of your songs in video format or form? Okay, from now, I'm going to give my people more songs. Mm-hmm. Yeah. And I'm not going to be tired about it because that's why I'm alive and I should bless them with music. Yeah. Now mekutambua. Yeah. Now, on the same note, before maybe we move in Maombi, everything has got challenges. Sure. And I would love us to share some of the challenges that you've gone through in music and how you've overcome them. Okay, I have gone through a lot in music. To have a one-on-one session with him. They're still there, but yes, I've gone through a lot of challenges, but I thank God because He has never given me a chance to give in. Yeah, sometimes it is very much difficult to go for recording a music or a song because this music of country music, it is not just like any other music. It needs a lot in practice. And also when you go to studio, it needs money. And sometimes it becomes a challenge because you want to produce a music or a song when the family also needs money. Yeah. So now how do you balance this? And because the family needs and also the music needs. Music needs. Yeah. So for those who also who have we don't have somewhere we can be getting good money to give or to do more production, it has become a challenge.
but I've been having a good friend of mine who is my producer, who has been understanding me so much. Is Dr. B. Is Dr. B. Boaz. So the guy has been a good friend of mine, and when I just got 500, I asked him, please, may you allow me to do a song? And he has been understanding me, and I thank God because he has been giving me, he has been also been faithful to me so much. When I just record one song, and I promise doctor that in 2 days I'll give you the balance, even if I'll not finish the balance, but I'll give you what God will bless me with. And God has been faithful, and we've been going through a lot, but I thank God for this, for being His faithful to me. And I've done a couple of music, couple of songs, and I thank God because nimelipa pia, nimemaliza zile nyimbo nimekuwa nikifanya. Kwa hivyo challenge ya pesa imekuwa, and that's why you may realize that I've done also few video, because now I think there are five songs that I've done video. So means that other like 27 songs hazijafanywa video because of I've been learning that going to do production of an audio, it is more easy and cheap compared to go and make a shoot or to go and shoot for video. So I've been going through making more audio, so that if God will give me chance, I'll also be doing video shooting, and I believe God is going to give me that chance. So the challenge of financial has been a problem. And also, you know, I come from Korea, where part of Korea there is no studio. So I have been moving all through from my place, Korea, to come and produce a song in Ikisi, which also I've been using a transport, and also I'll come and sleep and eat, because without being well you cannot give a good music. So it has also been a challenge moving from there to come and produce here. And also remember, when you move from there, you may come and find that also there is a challenge in the studio, and you have left your people behind there. You've left a lot of your things there you're supposed to take care of. So it has been a challenge, and but I thank God also He gave me a very understandable woman and my wife, you see. So I've been leaving all those things with her to come and do this music, and also which has become also a challenge, but I thank God for that. So as also we are moving on, I believe that God may give us a more easier and easy to do more production and also to do more shooting. You know, without shooting, sometimes it is very difficult for you to be known who is singing and who is this person. And also the message, it may not go far. It can be bad. But when you do some shootings, and the song can go far, and they can understand who is singing. Yeah, so it has been a challenge, but we thank God that He has been giving us all these strength to overcome some challenges. Yeah, it's good, and we thank God for having enabled you to overcome challenges. The challenges are all over, and we pray that we get the energy to overcome the challenges and the temptations along the way. Could it be that there's that one that you can never forget? One of the challenges that maybe you can never forget. Yeah, sometimes you may hear that there is a function somewhere which you have not been invited, you see. So you use your transport, and also you leave a family behind to go and see whether you can sing, you see. But it becomes more disappointing when you go there, you sit there the whole day without singing. Then you go back home
You know, you go back home when your heart is so much weary. You go home when you are crying, but then you can't do anything. You just smile and move on, knowing that one day also God will give you this chance, and you'll tell the people who you are, and the people will hear and will get what you have to for them, the information, the message you have for them. So it is a challenge, and to me, sometimes it disappoints me. There is some more occasions that I never be given a chance to give my music, but I thank God. God, He also renewed my heart and telling me, still, Maombi, you need to move on. So it is, I believe also not only to me, but to my also fellow musicians. It is really disappointing. Yeah. Yeah. He's talking about the challenges that he has undergone, and even as we get to the last piece, you've done a song in Swahili. How can it be? Lo Ajabu, and I want to think it will be the last song for tonight. So get ready to give us the song, Lo Ajabu, the last one. And even as we finish it, we will call it a day. Someone is wanting to join. Oh, yeah. Let's first join. Someone is joining us through one-on-one calls today. As we did agree, I don't, the Fundi Mtambo will tell me if we're ready, and you'll have a one-on-one session with him so that you can be able to answer the question. Meanwhile, those one following both TikTok and Facebook, this is Get the Point Media. Today we're hosting none other than Samson Maombi, the international gospel singer from Kenya, who've gone international, viral all over with our studios today. And I promise the last song he'll give us is NITAUIMBA WIMBO. Sesmo, can you get us from the other side? Wow, that's great. Today we are having Samson Maombi here, and I will want you to have a one-on-one session with him. Are you able to see our videos clear? Oh, we could move. Or the technical team is doing on that, and I will want to give you, to hand you over to Samson Maombi. Yeah, Samson, can you have a connect? Thank you so much. I'm getting you, brother. Made, we're having different moves, different creations, Anguka Nayo, and different designs of singing and dancing. How does that make you feel when a different society now gets attracted to this particular song? There is the essence of religion that is kind of distracted. I wouldn't know how. What is your take on that? When the message is gospel, but now some other creators or other designs look like kind of secular design. What is your take on that? On the song, they might not getting the information or the message about the song. But I believe once they get the message about the song, maybe they take the message seriously, and I believe it will help them. Like we've been seeing people doing more challenge about the song, and some of them they are singing, some of them they are from abroad where they don't understand the Kiswahili. But with the time, I believe if we'll be given chance, maybe on platform, we will explain to them what the message, the song it carries, and through that, maybe they will get to know how they should handle the song. Thank you.
yeah, how does that make you feel? Of course, the message is coming in, and them doing the challenges of that particular song also speaks to the other generation. What is your feeling about that? Let me put it more clear. He's trying to say that there's that aspect of religion that is in your song, and there's that other part of secular that is being brought out by those who are doing the challenges all over, and even at the context of this particular song that's trending. Now he's asking, how do you feel about that one? Okay, I don't think that there is any big problem. I once said that some of the people who may we see that they are dancing so much, they might not getting the information, but the beat of the song. And that's why I've said that as we move on, maybe to reach a time that we'll be given a chance to explain the information, the message that the song carries. You know, when it carries now the message about also the generation about that now the man is talking about. I think when you get the information about a given thing, I think also you may have a different mind about a given thing, like this now song. You see, because when the song, you will understand that this is a gospel song. I don't think that it will wave you the way now is taking path, and it will take it will hold them back, and they will understand what they are supposed to do. I think that's what I can say about it. Well answered. I appreciate Maombi for that particular answer, and the attraction, of course, is creating a more better move in the light of ministry. Na pia swali lingine ambalo ningependa kukuuliza vilevile, ukiangalia mwanga wa jinsi country music unavyosonga hapa nchini Kenya na pia sehemu zingine nyingi, unahisi kwamba pia country music can also attract as many souls as possible now to win these souls to Christ through country music right in the country, East Africa, Africa, and the globe at large? Nilipokuwa ninaangalia kuhusu country music, nilielewa kwamba country music is mostly played in English. Then if it is played in English, some of us, we may just following the beat, as now other people, they are following the beat of Kiswahili that we are doing. Then nikaja kugundua kwamba if we can do this country music in Kiswahili, it will have to help men, and men wanaweza kugeuka na kumtazama Bwana. And that's why if they will understand, kama wataelewa ujumbe ambao wimbo umeweza kubeba, wimbo utakao kumebeba ule ujumbe, utaokoa kizazi, si kizazi hiki tu, na kizazi pia kinachokuja. Kwa hivyo ni halali ama ni wazi kwamba nyimbo hizi zitakapotengenezwa, nyimbo za country music, tukizileta katika lugha ya Kiswahili, ina maana kwamba ni wengi wataelewa ni nini wimbo umebeba, na wingi utafuta wengi kuja kwa Kristo. It is called tunapoangalia nyimbo za country music zinakuja pia kurelate na nyimbo za tenzi za rohoni za Kikristo, hymnal songs, ambazo imeweza kuponya watu wengi, na zimeimbwa kwa miaka mingi sana bila hizo nyimbo kupoteza ladha wala maana. Kwa hivyo tutakapokuwa tumeziimba kwa namna hiyo, ina maana kwamba zitaweza kuongoa wengi, na wengi wataweza kumuona Kristo katika kupitia nyimbo hizo. Thank you. Nadhani itakuwa ni mvuto ni mkubwa sana hasa kwa muziki na pia kuweza kupeperusha anga la muziki. Vile vile ningependa pia kuuliza
ya kwamba wakati mwingi sisi kama Wakristo, sisi kama waimbaji tumekuwa tukishuhudia uimbaji ambao si sana sana country music. Tumekuwa tukisikiza hizi normal, hizi tumekuwa tukisikiliza, lakini sasa kuna mvuto wa country music. Je, unahisi kwamba kuna utofauti baina ya nyimbo hizi ambazo let's say the Adventist wamekuwa wakizoea pamoja na hizi sasa za country music? Je, kuna utofauti mkubwa sana? Utofauti mkubwa katika nyimbo zingine na hizi za country music. Okay, sioni kwamba kuna tofauti kubwa, kwa sababu tofauti iliyoko ni style ya kuimba. Lakini ujumbe huu umebebwa ni ule tu ujumbe zile nyimbo zingine zimefanya nini? Zimebeba. Kwa hivyo ni kwa namna, ni vile unasema kwamba kwa mfano niende nje katika nyimbo za kidunia, kuna nyimbo za kibongo na kuna nyimbo za rumba. Kwa hivyo hizo nyimbo zote unaweza ona kwamba labda zimebeba ujumbe mmoja, lakini namna zinavyoletwa, namna zinavyoimbwa ndizo inakuwa tofauti. Kwa hivyo katika swala ambalo ndugu ameweza kuuliza ni kwamba tofauti haijakuwepo, lakini ni vile zinaletwa, vile zinaimbwa, lakini ujumbe zimebeba ujumbe mmoja. Nyimbo hizi zote zimebeba ujumbe mmoja, lakini jinsi ule ujumbe unavyowakilishwa ndivyo unakuwa tofauti. Sasa nimalize na swali la mwisho kwamba future ya country music sana sana kwa lugha ya Kiswahili inakaa namna gani? Jinsi tunavyoendelea kupeperusha injili kupitia country music, future yake inakaa namna gani hapa nchini Kenya, na pia kwa wale ambao wanasikiza Kiswahili na pia wale ambao wamepata mvuto wa country music, of course in the light of ministry, future ya country music inakaa namna gani? Hilo ndilo litakuwa swali langu la mwisho. Na imani kwamba katika hii future ya country music haiendi kufifia kesho. Naam. Kwa sababu gani? Ni labda jambo tumekuwa tukilisubiri kwa muda, kwamba tunaweza tukapata namna gani ili country music nayo iweze kuletwa kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kiswahili, so that wengi wanaweza fanya nini? Wanaweza elewa nini country music, ni ujumbe gani imeweza kubeba kwetu. Kwa hivyo nipende kumweleza mwenzangu na pia yeyote yule ambaye anatufuatilia na kutusikiliza kwamba country music katika lugha ya Kiswahili inaenda kuchukua sehemu kubwa sana katika kanda yetu ya Mashariki, katika Afrika mzima, hata katika sehemu zingine za nchi. Ukiangalia kwa mfano kwa sasa, watu wale ambao wamesikiliza huu wimbo, wale watu ambao wanatoka katika nchi za ng'ambo, Marekani, wanajaribu sana kuimba katika lugha gani? Katika lugha ya Kiswahili. Labda katika hili watu wale pia wanaweza kuwa wanajifunza Kiswahili kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo ina maana kwamba katika hili basi inaenda kuleta mvuto kwa watu wengi, na sio tu kwamba ni leo na kesho, lakini pia katika yale maisha mengine yanayokuja. Asante. Nadhani umeweza kujibiwa. Asante. Moja ambao tunazidi kuyarusha hewani hapa Get the Point Media. Tupo ndani ya studio nyumbani. Leo tunaye mwimbaji maarufu hivi sasa Maombi Samson, ambaye anazidi kutiririka na kufunguka hapa kutuambia safari yake ambayo mnaisafiri kwenye muziki. Tunapokaribia kwenye kilele, kaka Maombi, niseme kwamba unaona jinsi ambavyo watu wengi wanazidi kuona ile taswira ya nyimbo za country music. And by the way, Waswahili hapa mnatutazama, mtuambie tunahitaji country music kwa Kiswahili. Tunahitaji country music inaitwaje kwa Kiswahili? Kwa sasa wacha tuziite country music, lakini muda unapoendelea kusonga tutakuwa tumepata lugha yake halisi ni gani. Kwa hivyo tunapotarajia kuweza kujua ama kuendeleza kwa country music na jinsi wameleta hiyo taswira, jinsi ambavyo inazidi kuchipuka, inasambazwa kote duniani, na mwisho wake tunataka utupe ule wimbo unaosema kwamba
Lo ajabu, how can it be, kwa Swahili version, ili ukaweze kutubariki na kwa njia hiyo ikaweze kutuleta karibu. Ni one wimbo huu ili ukaweze kutubariki. Lo ajabu. Sauti ilikuwa imeenda juu sana. Itakuwa wimbo wa mwisho. Lo ajabu kupata uzima katika damu ya Mwokozi wangu. Alinifilia pendoni, mimi niliyemsulubisha. Upendo wako shangaza kabisa, wewe Mungu wangu kunifilia pendoni. Upendo washangaza, Mungu wangu kunifilia. Aliondoka kule mbinguni kwa nyumba yake Mungu Baba yake, na utukufu aliacha afe kwa ajili ya waovu. Rehema zake ni nyingi na ukarimu, kwani Mungu wangu aliniokoa mimi. Sistahili neema yake, lakini aliniokoa. How can it be? Hukumuni mimi simo sasa, mimi ni wake Yesu ndiye wangu. Yeye ni kichwa cha ukweli, na amenivika haki yake. Mimi hodari sana kwa kiti cha enzi, napewa taji ya milele katika Yesu. Sina hofu kusogea katika Bwana wangu Kristo. Sina hofu kusogea katika Bwana wangu Kristo. Powerful. How can it be? Swahili version mpendwa, ambao nyinyi mmekuwa mkisafiri nasi tangia tulipoenda hewani na hadi sasa tunapofika kilele cha mazungumzo yetu na mwimbaji Maombi Samson. Kwa wale ambao mmezidi kutuma jumbe zenu na salamu nyingi sana kwa mwimbaji Maombi Samson, tunazidi kuzipokea. Hivi ndugu Samson, juma lililopita Jumamosi ile ya tarehe 14, kuliendaje kesi? Asante. Tarehe 14 ilikuwa ni siku yangu ya uzinduzi. Nilikuwa ninazindua nyimbo zangu. Namshukuru Mungu sana kwa yale ambayo aliweza kunitendea hasa katika siku hiyo, maana sikuweza kutarajia yale niliyoyaona.
Unajua inakuwa vibaya sana ufanye harusi ama ufanye sherehe, umeandaa kila kitu, alafu watu wasije wakose. Inakuwa vibaya sana. That's now when you can and know that vile uko kwa watu namna gani. Lakini namshukuru Mungu alileta watu walijaa, watu walikuwa wengi, yani kusema kujaa hadi pomoni, wengi sana. Hakukuwa na sehemu ya kuweka wale watu. Nipende kuwashukuru sana wale watu ambao mliweza kuja siku hiyo. Hakika ni kwamba mliweza kuniondoa aibu, na Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Nipende kukueleza ndugu yangu kwamba hata chakula tulichokuwa tunafikiria kwamba kingetosha watu hawakula. Watu walikosa? Chakula kilikosa, sio kwamba watu walikosa. Hebu tueleweze hapa tuweze kuelewa. Ni chakula kilikuwa kichache ama ni watu walikuwa wengi kuliko kile ambacho kilikuwa? Watu walikuwa wengi. Watu walikuwa wengi, kwa hivyo chakula kikawa hakiwatoshi. Na mshukuru Mungu hata baada ya hawa watu kuja, chakula kikawa kichache. Sikumsikiliza mmoja yule aliyenung'unika. Kwa hivyo na washukuru sana mafansi wangu. Sina chochote cha kuwalipa nyinyi kwa ile aibu mliweza kuniondoa. Kuja kwako kuliweza kunipa tumaini la kesho. Kwa hivyo siku hiyo ya tarehe 14 nilimshuhudia Mungu sana kwa watu wale waliokuja pale. Kwa hivyo namshukuru Mungu sana kwa nafasi hiyo aliweza kunipa, kwa sababu matarajio yangu katika siku hiyo yalikuwa hafifu. Ina maana kwamba yalikuwa matarajio hasi. Lakini Mungu aliyafanya yakawa matarajio chanya, maana watu wengi walikuja. Ni kweli tu kwamba tulishuhudia hata wengi waliweza kutizama kwenye mtandao na waliweza kuwa wamefika pale kuhakikisha kwamba wanakupa support ambao wewe inakufaa kusukuma kwenda mbele. Amen. Na katika kilele tu mwisho pengine kwa maneno yako yale ya mwisho uambie nini watazamaji ambao wanazidi kufuatilia? Nipende kuwashukuru sana watazamaji wetu, na wale mko TikTok, wale mnafanya challenge, Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Nina imani kwamba tutaendelea katika hili, mtaendelea kunishika mkono, na ninawashukuru sana wale pia mnanipa mawaidha na mawazo ya kunijenga katika huduma hii ya uimbaji. Nina imani kwamba tutaendelea kubarikiwa vivyo hivyo katika huduma hii ya nyimbo, na tutaendelea kusonga pamoja katika huduma hii. Kwa hivyo nipende kuwakaribisha zaidi katika hii ministry ya uimbaji, na Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Na pengine ninapokuwa nikikuwa nasoma jumbe za hawa wapendwa wetu, ningeomba kwamba uwape wimbo tunapofika kilele kabisa. Sasa ama umechoka? Bado sijachoka. Nina nguvu. He's coming back for you and me, we his children. Time will not allow us to extend more than this because we really consumed much time. Now that again we started late by an hour, and for you all who joined us in this conversation with Maombi Samson, I thank you, and it will be there for you to continue watching it. For those ones who missed it, and you'll be able to get every word and every discussion that we had tonight. Maombi Samson, thank you for having come. And maybe if it is your first time you are getting to know Maombi Samson, just go to YouTube channel, subscribe to his channel by the name Maombi Samson. Is the official channel for Maombi Samson, and wherever you pass by Facebook, get him as Maombi Samson.
On the streets of TikTok, get him as Maombi Samson. This is Get the Point Media. And by the way, Maombi, what do you understand by get the point? You've given us points. So all these points that you've shared with us, Yes. get them, and after taking them, you take a step forward. Kwa yote ambao walitayarisha mpangilio hii na mwandalizi wa kipindi na wote ambao tunafika kilele, tutasema kwa heri. Pengine kama utakuwa na jambo. Nipende kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, na nipende kumshukuru pia kwa sababu ya nafasi aliyempa msikilizaji na mtazamaji. Amechukua muda kwa ajili ya hayo yote. Nipende pia kumshukuru mtazamaji kwa kuchukua muda wake kwa ajili ya hili, kwa sababu haikui kazi rahisi kwamba uchukue muda wako kumtazama mtu hivyo. Mungu wa mbinguni aweze kukubariki sana. Kwa hivyo tutaendelea kufanya mengi katika mtandao, na pale tunapofanya mtandao tukumbuke kwamba tumeitwa katika huduma ya Bwana na kuwafikia wale wamefunjika moyo na kuwapa tumaini tena. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Kwa majina unaitwa Samson Maombi, na wewe ni mzee wa kanisa nafahamu. Pengine leo ni kuombe kwamba umalize na kusema ombi. Asante. Kwa hivyo tutamaliza na kupata ombi na baadaye tuweze kuaga. Tuombe. Rafiki Baba yetu tupendaye, jina lako linuliwe. Umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Umetuongoza na kutupa nafasi tena Bwana kwa ajili ya kulitukuza na kulieneza neno lako. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mpenzi mtazamaji. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameweza kutenga muda wake kwa ajili ya hili Bwana. Bariki kazi zao, bariki yale wanayoyatenda, na bariki mipango yao. Asante kwa ajili ya studio hii. Bariki nayo Mfalme, kwa sababu inatumika kama chombo kwa ajili ya neno lako kufika sehemu mbalimbali. Tubariki sote. Umetuita kutoka gizani tuje katika nuru iliyo ya ajabu. Basi Bwana, tutumie jinsi upendavyo kwa ajili ya yule ambaye haja kufahamu, ili Mfalme kasaidia yote aweze kukufahamu na kukutambua kama Mwokozi wa maisha yake. Usiku wa leo tunajikabidhi kwako, tukikuomba Bwana uweze kutulinda na kutuongoza. Na zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya ujio wako mara ya pili, kwa kuwa tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amen. Asante mpenzi mtazamaji, barikiwa sana na uweze kuwa na usiku mwema. Asante. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at